Ninaomba brother, ongea maneno matatu na binti huyu, ikiwezekana maneno 4 unayoamini yatamsaidia kwenye ndoa yake. Karibu. Suzy, nimewahi kukuuliza mara kadhaa ulipokuja nyumbani kwangu ukamtambulisha mwenza wako, ukasema huyu ndiye ambaye ninatarajia kuwa mume wangu. Nilikuuliza tu maswali, nikasema, je, unampenda? Ukasema unampenda. Nikakuuliza, nikasema, umempenda kwa muda gani? Ukasema, bwana huyu nilimpenda tangia hapo zamani, maana alikuwa ni rafiki yangu, na urafiki ukaja ukawa uchumba, na mwisho wa uchumba ni harusi. Niliwahi kukuambia siku moja, nikasema kuna sababu nyingi sana watu wanaoana, nyingi sana. Kuna watu wanaoana kwa sababu ya upweke. Mtu anaamua kuoa, kuolewa kwa sababu wanaona hawezi kuishi peke yake. Kuna watu wanaoana kwa sababu wanashinikizwa kuoa. Kuna watu wanaoana kwa sababu ameona mwenza wake ana kitu kidogo kitamfanya aweze kuishi. Lakini nikasema ni marufuku haumuoi au hauolewi na mtu kwa sababu tu unataka mtu wa kuishi naye. Hapana. Unaolewa na mtu kwa sababu umeshindwa bila kuishi bila yeye. Na hicho ndicho ambacho kimetokea kwako, na ndivyo ambavyo ulisema. Siku chache zijazo utakuwa mke wa mtu. Kuwa mke wa mtu si kitu kigumu sana, ni kitu cha kawaida tu. Inategemea mume na mke mtakuwa katika mazingira gani. Kikubwa wewe kama mke ni kujua nafasi yako. Mume wako mtarajiwa ni rafiki yako. Urafiki kati ya mwanamke na mwanaume kabla ya kuwa mume na mke huwa ndio ufunguo mkubwa sana wa kufanya ndoa ikawa imara. Unapokuwa na mume alafu yule mume asiwe rafiki yako, hamtoweza kuambizana matatizo yenu, kwa sababu kila mtu mkipata matatizo mtakuwa mnaenda kitandani, ukageukia huku, kageukia huku, hakuna kinachofanyika. Wewe ukawe ndio mfano kwa wengine wote. Ukumbi huu una watu wengi sana hapa wamejaa kwa ajili ya kuja kushuhudia sisi kukuaga wewe. Kumndani pia kuna waume na wake wamekuja kutoka njia tofauti, ni watu ambao hawaelewani au maisha yao hayuko sahihi. Wewe ndio ukashike taa, watu wajifunze kutoka kwako. Unakokwenda wewe utakuwa ni mama, na utakuwa mama wa wengi. Utakuwa mama wa wengi. Watakuja watu watakaohitaji msaada kwako. Kama mama, mama ni cheo, achana na mzazi. Umefundishwa mambo mengi mazuri na wale pale wazee wawili. Tangia ukiwa mtoto mdogo unafahamu mama ni mwalimu mzuri, baba ni mwalimu mzuri. Una mambo mengi ya kujifunza. Na sisi si kwamba tunakusindikiza kukuaga moja kwa moja, hautakiwi tena kuja kwetu. Hapana, wewe ni mtoto wetu na utaendelea kuwa mtoto wetu siku zote. Ila usimsahau Mungu. Mungu ndio kila kitu. Siku zote ukajifunza kuomba.
umkabidhi Mungu matatizo yako. Usiwakabidhi wanadamu, kwa sababu huharibu ndoa. Ukianza kuambia watu, mimi mume wangu ananifanya hiki, mume wangu ananifanya kile, kuna hili, hao ndio watakaofanya ndoa yako ikateketea. Mkabidhi Mungu, mwambie Mungu shida zako. Elewa, na kamwe usiende kulala kitandani usiku bila kurekebisha tatizo ambalo lipo kati yako wewe na mume wako. Hivyo basi, nenda unakoenda. Sisi tuko hapa na siku zote tutaendelea kuwepo kwa ajili yako. Mungu akubariki sana katika safari hii, na naamini kabisa yote mema yanakungoja, na siku zote tutakuombea. Mungu akubariki sana. Pigieni makofi.